But when a government is using means za serikali, wanatuma drones, hundreds of drones kupiga wananchi wenye hawana silaha, kupiga bombing houses za raia, bombing churches na masomo na hospitals. There's something very wrong. Ni hapo tulikuwa tunaomba international community kusimama na kuuliza hiyo government ya Kinshasa wanatafuta kufanya nini na wale raia? Wale raia wamefanya nini kusudi wa deserve such energy, ile nguvu yote serikali inaweka kuwa watu in the villages kwa ile mini. Ndio maana tunaendelea kuandika na tuendelea ku make call to those leaders of the region wa East African community na wengine waweze kusimamia serikali ya Kongo na ya Burundi because they are together kufanya hizo right. Serikali inapaswa kumaliza jambo lolote linahusika na nationality na identity, because nationality doesn't care about how I look. Nationality haina rangi. Nationality haifuati urefu wa mtu au ufupi wake au rangi ya skin yake. Ni kusolve issue ya identity according to the law, not according to the emotion, not according to the hatred. Na serikali kufanya hiyo, kuna sheria na sheria zinasema Mkongomani, a Congolese of origin, ni mwenye alikuwa Congo when the Congo became independent in 1960. Wanyamulenge walikuwa Congo in 1700 or 6. Kuna wengine kwa history wanasema even 5. So after 400 years utasema mtu hayuko wa ile nchi aende wapi? Sababu anafanana na mtu fulani. So the government must stop such discrimination. Government inapaswa kusimamisha the hatred speech. Watu wanaendelea kuzungumza maneno ya ubaguzi na ya hatred. They have to be punished. Kama serikali haifanyi, watu wataendelea na wataendelea kuuana. And there is a kind of absence of serikali na kutumia sheria za nchi. Ndio serikali inapaswa kufanya, kusimamisha hayo maneno na kusema Mkongomani yeyote mwenye anakubaliwa kuwa Mkongomani kufuatana na sheria akuwe na rights za Wakongomani wengine wote, despite urefu wake, despite pua yake, despite nywele zake. Those elements don't enter in the criteria of the nationality. Neno la kwanza, nashukuru serikali ya Kenya na wananchi wa Kenya kuwapokea hawa watu, those thousands of Banyamulenge wa here, na kuwapa nafasi ya kuishi. But meanwhile, naomba serikali ya Kenya na serikali zingine za East Africa kusimama na kumuuliza Tshisekedi anapenda kufanya nini na wale wananchi wa nchi yake. Asimamishe ubaguzi, asimamishe discrimination, asimamishe ile speech ya hatred, na aunganishe wananchi, organize dialogue
yenye itasaidia wananchi wote kuishi pamoja na kuongoza nchi kwa pamoja. So the Eastern Africa community wana responsibility ya to bring back peace in Congo kwa njia zote. Asante.